siku ya leo Jumapili ya mwisho wa mwezi ni Jumapili yenye baraka zaidi. Amen. Amen. Jumapili yenye nini? Baraka zaidi. Kichwa cha neno cha leo, nguvu ya kufanikiwa kiuchumi kupitia Mungu. Nguvu ya kufanikiwa kiuchumi kupitia nani? Mungu. Leo tunaangalia mafanikio yetu kiuchumi. Amen. Amen. Tunataka tufanikiwe kiuchumi. Tunafenyeje ili tufanikiwe kiuchumi? Ni leo sasa. Ili tunyanyuke kiuchumi zaidi. Amen. Amen. Njia zipi zinaweza kuchangia watu wa Mungu kufanikiwa? Kuna njia zipi unaweza wewe ukafanikiwa, mwana wa Mungu? Lazima uwepo na njia. Amen. Amen. Lazima uwepo na nini? Na njia. Sawa. Pili, lazima tuwe na njia sisi watakatifu kwa ajili ya mafanikio yetu. Amen. Amen. Lazima tuwe na nini? Na njia zetu. Sasa lazima tupate njia maalum. Lazima tuwe na njia zetu za kupiga hatua, kutoka hatua hii na kwenda hatua nyingine. Sasa ni zipi hizo anazozisemea? Fungua Hagai 2 mstari wa 8. Naomba unefungua nifungulie kwa haraka. Hagai 2 mstari wa 8. Ili tuzijue hizi njia. Amen. Lazima tuzifahamu hizi njia. Ukifika anza hata kuzisoma. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Fedha ni mali yake, dhahabu ni mali yake. Ili sisi tufanikiwe, lazima tuanze kuzimiliki hizi fedha, tumiliki hizi mali. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tujue kufanyaje? Kuzimiliki. Sema kumiliki. Kumiliki. Watakatifu wengi hawajui jinsi ya kuzimiliki. Tukimwangalia Yakobo, alipambana kwa ajili ya kumiliki mali. Mungu anasema kwamba watoto wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa nini? Maarifa. Amen. Amen. Njia ya kupata mafanikio, napataje hizo njia? Njia ya kwanza ni njia ya kimungu. Njia nini? Ya kimungu. Fungua Kumbukumbu 8 mstari wa 17 mpaka 18. Njia ya kimungu. Lazima ukitaka kufanikiwa, mwana wa Mungu, lazima uitumie hii njia. Ya kwanza kabisa, lazima utumie njia hii. Naomba nisomee haraka Kumbukumbu ya Torati. Hiyo 8 mstari wa 17 mpaka 18. Au ukienda wewe tu nifunulie. Ama ukienda Hagai 2 mstari wa 8 anatuambia kwamba ndio nini hiyo? Mali zake. Lazima ukienda katika njia zake uzisimamie. Uwe na kitu kinaitwa hazina. Sema hazina. Hazina. Mwana wa Mungu, ili ufanikiwe, tengeneza hazina yako. Wachawi wana kitu kinachoitwa hazina. Ndio maana Bukula anatunza senti katika mkono wake. Wewe hapo huwezi kuiona, anagusa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Anakugusa. Ukiguswa, anakamata uchumi wako, anaondoka nao. Ama anachukua fedha yake, anaiunganisha, anakupa wewe.
we mwana Mungu, mimi kisa naomba sana, mimi tu hakuna kitu. Unachukua, unachanganya kwenye hela zako, umeibiwa. Unashangaa, mimi mbona kila siku ni mtu wa kufilisika? Mimi mbona ni mtu wa kushuka chini? Kwa nini? Kumbe wewe uziombei fedha zako, bali ukipokea wewe unaweka kwenye nini? Kwenye pochi tu. Mimi bwana, mimi mwana wa Mungu nasoma sana neno, lakini neno linasema hivi, uzimiliki kwanza. Unachopewa kimiliki, ukiombee, alafu ukiwafanyaje? Ukihifadhi. Ndio siri ya kuitengenezea hazina. Lazima uwe na hazina yako. Ndio maana hata ukienda wizarani kuna kitu kinachoitwa nini? Hazina. Je, wewe umetunza hazina? Hazina ndio yenye siri kubwa. Hazina ndio yenye kutunza mambo yako. Amen. Nisome hapo wewe usiofika. Kumbukumbu 8:17 mpaka 18. Hapo usiseme moyoni, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio roho iliyonipatia nini? Ndio mstari wa 18. Bali utamkumbuka Bwana, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uwe na mkono wenye roho ya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wako lazima uhifadhi. Ndio maana maadui wanahifadhi wapi? Hela hapa. Kuna mwingine, nawashwa mkono wangu, mkono wa kushoto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, napokea. Unapokea nini? Omba kwanza. Amen. Piga maombi. Ita. Ndio maana ya mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Uwe na kitu kinachoitwa maarifa. Ndio maana anasema kwamba uwe na mkono wenye roho ya kumiliki. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mafanikio haya ya sifa zifuatazo. Mafanikio yenye njia ya Mungu, namba 1, yanadumu. Ukiona mtu anafanikiwa mbele za Mungu, lazima mafanikio yake yafenyeje? Yadumu. Namba 2, yanafurahisha. Lazima uwe mtu mwenye kufurahi. Unafurahi kwa sababu ni kitu cha nani? Cha Mungu. Namba 3, yanakinga. Mafanikio yako yanakukinga, adui yoyote hawezi kuyaiba. Namba 4, yanampatia mwana wa Mungu amani isiyoelezeka. Ukifanikiwa mbele za Mungu, unakuwa na amani isiyoelezeka ndani ya moyo wako. Namba 5, yanamuongezea mwana wa Mungu heshima, ujasiri, unyenyekevu ulio kweli ndani yake. Ndiyo siri. Namba 6, yanapatikana kwa njia halali. Namba 7, yanaelezeka, yana ushuhuda. Namba 8, chimbuko lake ni mbinguni. Mafanikio ya Mungu lazima upitie vitu hivi. Namba 2 sasa, katika hayo njia ya mafanikio, namba 2 ni njia ya shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tu yapitie huko yote. Njia ya nini? Ya shetani. Luka 4 mstari wa 5 mpaka 8. Kuna wengine ukifika tu unaanza kusoma. Wengine wanafanikiwa kwa njia ya nini? Ya shetani. Usome? Wa 5 mpaka 8. Yesu alipopandishwa pale, akapandishwa juu, akamwonyesha miliki zote kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe utajiri huu
na ufahari zake, kwa kuwa imo mikononi mwangu. Nami kumpa yeyote kama nipendavyo. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo potishia. Adui ana uwezo wa kukonvinsi ndani yako bwana. Umeelewa? Anakukonvinsi. Sawa bwana Eliza? Anakukonvinsi, anakuambia bwana, acha kwenda pale kwa mtumishi. Njoo kwa kwetu huko kwenye mizimu. Njoo kwa mganga unaenda. Unakaa pale unaelezea mganga. Anakuambia nenda kaite kuku. Unaenda. Unafika pale. Unatoa na yule kuku. Kuku anauzwa shilingi ngapi hapo hivi? 20,000. Hapo anakuambia unanona. Anafika pale. Huyo kuku unaweka pale. Ila wewe bwana uruhusiwi kula kuku. Sawa? Bwana sawa sifa. Inachinjwa pale. Inachukuliwa na madawa fulani yale madawa fulani yale. Yananukia hata kwenye mbu unaweka yale. Inachanganywa mule na mlabaini mule inachanganywa na ile kuku anawekwa mule ili kwamba usile. Kisha wekwa pale. Inachemkwa, inafunikwa. Jungu linafunikwa lile. Inachemka, linabebwa lile. Unachukuliwa shuka, unawekwa ndani ya shuka unakaa mule. Moshi unapopiga. Wanaanza sifa. Linavinduka lile pale lile. Linaanza, tumetoka kwa babu. Tumetoka kwa nani? Kumbe hapo unaungwa wewe hapo. Wanaanza sifa. Ama kuna sehemu unaenda. Unapewa pale ni kiti. Ni kiti ni cha moto kile unakikalia. Alafu jungu linawekwa chini kule. Ukitoka pale unaungua mpaka unakoma mwenyewe. Kisa nini? Utajiri tu. Wanaweza kwa sifa. Amen. Anakuahidi mazuri lakini baadaye ni mateso kwako. Anakuambia fanya 1 2 3 lakini ni mateso juu ya mateso. Amen. Sifa zake sasa yanapatikana kwa njia alamu. Una uwezo wewe pale ukaenda pale ukapewa pale madawa ukaenda ukaiba vitu ni vya watu imradi usionekane. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Imradi usifanyeje? Usionekane. Namba 2, hayadumu. Yale mafanikio hayafanyeje? Hayawezi kudumu kwenye maisha yako. Unakuwa ni mtu wa kuhangaika. Namba 3, yanamuongezea kwenye mafanikio huzuni, hofu, wasiwasi, kiburi, dharau. Mtu mwenye mali zile anakuwa ni mtu mwenye kiburi. Unamkuta amepiga zake 4 tu. Wewe kalete pale. Unakuwa ni mtumwa tu maisha yako kwa sababu yeye ana fedha. Amen. Amen. Namba 4, yana masharti mengi tena ya aibu tupu. Mfano, unaambiwa umtoe ndugu yako. Amen. Ni aibu. Kuna wakati mwingine unaambiwa uvae suruali iliyotoboka hapa. Tembea peku. Unatoka zako wewe tupo tu mwendo kwa sababu ye kutaka nini? Utajiri wa haraka. Sema nakataa katika jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa utajiri wa haraka katika jina la Yesu. Nataka utajiri uliokuwa halali. Wenye kwenda njia iliyo halali. Kwa jina la Yesu. Namba 5, chimbuko lake ni kuzimu na mtawala wake ni ibilisi na shetani. Ulindwa kwa matambiko na kuabudu sanamu. Anayefanya hivyo kwa sababu ya matambiko. Nani walishawahi kufanya matambiko kwao? Nataka mseme hakuna mtu aliyofanyaga matambiko kwao. Sasa mbona nini nimesema hivi mtu mnaniangalia? Nataka mseme hamjafanya nini? Nianze kufichua moja baada ya mwingine. Amen. Amen. Hakuna, lazima kuna matambiko ndani ya ukoo. Amen. Yametendeka.
yanafanyika. Tunachinja ng'ombe, wengine ni mbuzi. Amen. Wanachinja mbuzi. Unashangaa anachinja pale mbuzi wake.